Bana, tamthilia hii hapa ni tamthilia ambayo inafanya poa zaidi katika nchi hii ya Tanzania, na imekuwa ni tamthilia ambayo kwa watu wengi wamekuwa wakizidi kuifuatilia. Nayo tamthilia ambayo inafuatiliwa zaidi ni tamthilia gani? Basi nitakuletea tamthilia kadhaa hapa, alafu tutazichambua. Baada ya kuzichambua, alafu utatoa maoni yako kati ya hizo ambazo nimeweza kukutajia. Ni tamthilia gani ambayo unaona kabisa kwa hivi sasa inasumbua au ilianza kusumbua kuanzia mwaka 2025, 2026 mpaka sasa bado inafanya vizuri zaidi na zaidi. Lakini kabla sija kusogeza katika uchambuzi wa kina kuhusiana na orodha ya tamthilia ambazo nitakaza kusogezea, jambo la msingi sana, fanya na kiungwana hapo chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Ukisha subscribe utakuwa ni moja kati ya subscribers wetu ambao utakuwa ukipata taarifa zetu kila wakati, ambao unakuwa unapandisha na unakuwa kwanza kuturn on notification kwa ajili ya kuweza kustream. Basi unakuwa kwanza kabisa kupata taarifa. Tuendelee katika huu uchambuzi ambao nimekusogezea, ukiashiria ni tamthilia gani ambayo kwa hivi sasa inafanya vizuri, na mwaka 2025 ilifanya vizuri na mpaka sasa bado inafanya vizuri, au kama tamthilia tu iliweza kutoka kuanzia mwaka 2026 inafanya vizuri. Kama hii inafanya vizuri, utaweza kutoa maoni yako ili tuende sawa sawa. Tamthilia ambazo nimeweza kukusogezea ambazo zinafanya vizuri na zipo katika mashabiki wengi sana wanazifuatilia. Naanza kuitaja na kuielezea Last Chance. Last Chance ni tamthilia ambayo ilitoka kuanzia mwaka 2025 ikaja ikaunganisha mpaka mwaka 2026 na bado ikaendelea kuwa inafanya vizuri tu zaidi. Na walioigiza ndani ya tamthilia hiyo ni wasanii wengi sana, lakini wasanii wageni ndio wamekuwa wengi zaidi ambao wameweza kutambulishwa. Wengine waliweza kuonekana katika tamthilia zingine, lakini sio kwa level ya kuwafikia watu wengi zaidi, yani katika ile hali ya kujitafuta mpaka kujipata. Sasa tamthilia hii hapa bwana, ambapo star wa movie hiyo au mtu maarufu ambaye yumo humo ndani ni Duma. Sasa kumekuwa na story ambayo imekuwa ikizungumzwa kwamba Rick Charles ambaye ni mkuu wa chuo kile pale, msimamizi wa wanafunzi pale, mlezi wa wanafunzi, amekuwa akionyesha tabia ambayo inakuwa sio ya kimaadili kuweza kuwatongoza wanafunzi wake, na ndivyo maudhui ambayo aliyotengeneza kwa masuala ya chuo huko. Lakini pia ushirikina umekithiri pia, japokuwa ulikuwa hujapewa kipaumbele, lakini inaonyesha zaidi kwa sasa hivi kipaumbele kinaanza kuonekana katika matukio yale ya kichawi. Unaona miujiza ile pale, unaona bwana. Lakini pia usaliti wa mapenzi, mahusiano ya mapenzi, romance zipo sana katika tamthilia ya Last Chance. Lakini pia majuto na maumivu makali ambayo yanapatikana kupitia maumivu ambayo na maamuzi ambayo wamekuwa akiyafanya humo ndani. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa imeteka kipande kubwa ya watazamaji ambao huwa wanapenda sana kufuatilia tamthilia za aina hiyo. Lakini pia tamthilia nyingine ambayo imeenda viral zaidi kwa mwaka 2025, 2026 ni tamthilia ya Pressure, ambapo Pressure humo ndani ameweza kuigiza Chado Master ambaye yeye ndiye mlengwa na mhusika mkuu kabisa katika tamthilia ya Pressure, na kuonekana kabisa anafanya vizuri zaidi na zaidi. Tamthilia hii bwana inaelezea vitu vingi sana ambavyo vipo katika maisha, kwa sababu ukiangalia wamegusia mpaka masuala ya siasa ndani, siasa imehusika, ambapo tumeona mwenyekiti akiongoza vibaya wanakijiji wake mpaka kufikia wakati wanakijiji kuona sasa hii imekuwa too much, kwa sababu korofi, ubabe na maisha magumu wameanza kuyapata tu baada ya kuwa kiongozi huyo yuko
madarakani, mchakato mzima ukawa umeanza kuweza kumuondoa madarakani huyu mtu mzima, kwa sababu sio mzee huyo, naona bwana, kijana wa makamo. Kwa hiyo baada ya kuingia katika sakata hiyo, naona bwana, kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tamthilia hii ya Pesha imezidi kukubalika zaidi, na baadhi ya watu wengi sana wamekuwa wakikubali tamthilia hii bwana, ukiachilia mbali Chado Master kuwa yeye ndiye mhusika maarufu katika tamthilia hiyo. Hapo mwanzo wakati inaanza kulikuwa na Najma, ambapo ukizungumzia Najma wanazungumzia Kidimjau ambaye alishiriki vyema kabisa Mission Impossible, unaona bwana, naye pia ni mtu maarufu ambaye anafanya vizuri humo ndani. Lakini kuna Emmanuel ambaye yule mshikaji alionyesha kuwa anaongea sana, mwongeaji sana, naye pia ni mtu maarufu ambaye ameshiriki tamthilia hii. Hapo kuna Mbuzi, naye pia jina lake ama sura yake katika ulimwengu wa filamu sio kitu kigeni, japokuwa naye pia ni moja kati ya waigizaji ambao wamechipukia, lakini uchipukaji wao uligusa moja kwa moja jamii na kuwapokea, kuanza kuwa appreciate kile ambacho wanachokifanya. Kwa hiyo upokeaji wao ulikuwa ni mzuri. Lakini pia ukiachilia mbali hii tamthilia ya Mission Impossible na Last Chance, kuna tamthilia nyingine tena ambayo ilifanya vizuri kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu, yani 2024 2026, Choice, ambapo mhusika mkuu katika tamthilia ya Choice ni King Noel, yani mule ndani katumia Blayden, na amefanya vizuri zaidi katika tamthilia hiyo, japokuwa iliweza kusimama kidogo takriban kama mwezi mmoja hivi, na mashabiki kuanza kusubiria tamthilia hiyo inatoka lini, lakini bado ukawa kuna uwezekano kuweza kuitoa. Basi Blayden akawa ameitoa, ambaye ni King Noel, na mpaka sasa bado inaendelea kutazamwa zaidi. Lakini pia tamthilia mwaka 2025 2026 Dunia, ambapo ilifanya vizuri zaidi mpaka sasa hivi ipo season 2, lakini season 1 iliendelea kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu na ikaishia episode ya 148, ambapo ilikuwa ni mwisho wa season 1. Kawa inasubiriwa season 2 na ikatoka, na mpaka sasa bado iko sehemu ya kwanza na imepokelewa na bado inaendelea kutazamwa. Wahusika wakuu ambao ni watu maarufu ambao wameshiriki katika tamthilia ya Dunia, kuna msichana anaitwa Violet. Violet ni mwigizaji ambaye alianza kuonekana zamani sana wakati anafanya kazi na Kicheche. Ni mtu maarufu ambaye machoni na masikioni mwa watu wengi si mgeni sana kama wengine ambao ndo kwanza wameanza kuchipukia katika chipukizi zao. Lakini pia kuna Matilda, naye Matilda ni msanii ambaye alianza kuonekana zamani sana katika kazi mbalimbali ambazo alizowahi kuigiza. Unaona bwana, kazi tofauti tofauti na sehemu tofauti tofauti ambazo alizowahi kuigiza, basi alipokelewa na kawa anaonekana zaidi, unaona Lakini pia Manyanya ni mtu maarufu ambaye ameonekana katika tamthilia hiyo, japokuwa tamthilia hiyo au wote hao kina Mati, kina Violet ndio imewapa ukubwa, lakini walikuwa wakifahamika, lakini walikuwa bado hawajazingatiwa zaidi. Kina Manyanya wamekuja kuzingatiwa zaidi katika dunia hii ambayo iliwapeleka viral sana, na watu wakawaamini kwamba wanaweza wakafanya vitu vizuri na vikakubalika.
Unaona bwana. Kwa hiyo ndio tathmini. Kama atakuwa kuna tamthilia ambayo ya mwaka 2025 2026 ambayo ilifanya vizuri, ambayo sijaweza kukusogezea kukuletea uchambuzi wake, basi unaweza ukaandika hapo chini tamthilia gani ambayo ilifanya vizuri mwaka 2025 2026. Bado sijaizungumzia chochote, alafu maoni yako yatanisababisha nivute kipaza tena niweze kuizungumzia tamthilia hiyo ambayo wewe ulikuwa ukifuatilia, lakini bado sijaweza kuitaja katika orodha hii hapa ya hizi tamthilia ambazo zilizofanya vizuri mwaka 2025 2026. Kama bado hujasubscribe, ufanya hivyo, subscribe. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, klibonyeza. Utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao mtakuwa mkitani on notification na mkitoka mkipata taarifa mpya mkistream, na mtakuwa wa kwanza kuweza kuwa mnawaambia watu kwamba kuna kitu kimetoka. Sio nyinyi ndio kuambiwa, nyinyi ndio mnakuwa wa kwanza kabisa. Share video hii hapa na wengine pia waweze kuona, like pia kama umependa. Nikushukuru sana kwa your time. Basi wakati huu nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Bye bye.